Mambo vipi mtazamaji wa A to Z TV? Karibu katika Voice of Fans, yani sauti ya shabiki, wakati ambao napata nafasi ya kuzungumza na mashabiki wa timu tofauti na wao wakipata nafasi ya kuzizungumzia timu zao. Na leo niko na shabiki wa Simba, shabiki Lialia Kamera. Tunaenda kuzungumza machache ya kimichezo, karibu ungane nasi. Kamera, kwanza pole kwa kupoteza mchezo. Niache, nimechanganyikiwa mjukuu wangu. Shida nini? Niko hopeless kabisa. Uko hopeless? Niko hopeless ndugu yangu. Ndio matokeo ndio ukubwa. Tunafungwa kama wapumbavu. Hii mechi ya pili tunapoteza. Tulisema katika kundi la Utamu ni kundi la Yanga Africans. Yanga Africans tunakuwa mgawa Utamu kwenye kundi. Sasa baada ya Utamu wa Yanga, sisi Mozosikamu tunagawa Utamu kwenye kundi letu. Hii mechi ya pili tunagawa Utamu. Tumemgawa Utamu Petro de Rwanda Mwangola, tumempa Utamu Stade Merini. Wachezaji wa Simba Sports Club, mimi nalia na wachezaji. Nalia na mambo mawili matatu. Nalia na wachezaji wa Simba Sports Club, nalia na uongozi huu chini ya Mustaza Mangungu, nalia na Aligamwe. Naliaje na wachezaji? Wachezaji wa Simba wanacheza mechi kama wanakontroliwa na mtu ana remote. Yaani wachezaji wa Simba kama kuna mtu kashika remote, wachezaji wa Simba anaamua mechi wacheze hivi, mechi wacheze hivi. Katika kundi ambalo tumefungwa na timu mbovu ni Stade Merini. Stade Merini hata leo walicheza ni kipi? Akieleweki uwanjani walivyokuwa wale walikuwa wanarukaruka. Lakini Simba Sports Club tumepoteza mchezo. Wachezaji hawajitumi, hawaoneshi kuchangamkia game, hawaoneshi kitu chochote. Yanza sasa mtu anawapa maelekezo wachezaji wetu wa Simba Sports Club. Kwamba wachezaji unaona anapewa maelekezo na kiongozi wa ndani. Toka ya mambo yaanze ya kuweka mkutano wote saa 60 haya. Yameharibu Simba mechi mbili. Kuna mtu anawaendesha wachezaji wetu ili wacheze vibaya waamue mwenyeji. Wachezaji wa Simba kuna bosi uko nyuma anawapa maelekezo wachezaji wa Simba. Mimi na hilo na uhakika. Angalia wanavyocheza wachezaji wa Simba. Magoli yake kukosa mengine mpaka unajiuliza what chance mtu anakosa nafasi ya wazi kabisa. Ile ya ua ya kukosa, soa ya kukosa. Mimi naweka ile kamba. Wachezaji wa Simba kama kuna mtu kashika remote ya kuwaendesha. Kwamba mechi hizi ni hivi mechi. Mpoteza mechi mbili. Kuna mtu anaendesha wachezaji wa Simba Sports Club, mashabiki mimi nawaambia. Sio kiwango chao wachezaji wale. Kwamba nataka kuseme soa na uwezo zaidi ya ule sasa ni soa wake ule. Tumemwona akiwa Singida. Elia Mpanzu tumemwona mwaka jana. Jinchazao wa top scorer na MVP wa mwaka huu tumemwona mwaka jana. Sasa hivi wanacheza uparanta mtupu. Kama kuna kiongozi anaoendesha mechi hizi hivi, mechi hizi hivi. Yote hayo ni kumtoa Mohamed Dewji na Mohamed Dewji atoki. Kuna watatoka wao. Kwamba mlia mwingi. Yaani yote ya wachezaji wanaofanya kuna bosi uko nyuma anaoendesha wachezaji wa Simba kwenye mechi zetu. Mechi hapa Todiwana sio kiwango chetu Benjamin Mkapa pale. Tanuru la moto. Mechi ya leo Stade Merini wamecheza katika kiwango kibovu. Mechi yote ukiangalia Simba kama tumo Benjamin Mkapa, lakini wachezaji hawajitumi, hawakabi, mipira back pass nyuma. Kila mtu back pass nyuma. Timu haionyeshi. Yaani kuna mtu anakontrol wachezaji wetu. Kuna kiongozi mmoja kwenye bodi pale, anakontrol wachezaji wa Simba. Hii yote ni majungu kumtoa Mohamed Dewji. Na Modeli hata afanye vipi hatoki. Kuna wengine wanasema kwamba mifumo zile tatu zimegoma. Kuna sehemu njia tatu zimekutana, njia hazionyeshi, wachezaji wanashindwa kufika, kwamba Pantev watosheleze. Pantev anakosa gani? Pantev hana kosa. Pantev timu inatengeneza nafasi. Sasa nikwambie kitu kimoja, kama wachezaji wote walikuwa wasingekuwa waendeshi kwa remote, ndio Simba hatari ya msimu huu ya Pantev. Chini ya Pantev Simba chini ya Pantev inatengeneza mechi moja big chance 5-4. Unaona maana big chance? Big chance mtu kabaki na nyavu au kabaki na golikipa. Simba Pantev inatengeneza nafasi za wazi, lakini wachezaji hawafungi kwa sababu wanaendeshwa na kiongozi. Sasa nimwambie mwenyekiti Mustafa Mangungu ambaye leo kwenye mkutano wameambiwa wazee waende uone wenyewe, kurudi kafunga kikao, kaondoka, kaacha pale makablasha yote. Tumwambie Mangungu tumemvumilia kwa mambo mengi. Bwana Mustafa Mangungu tumemvumilia kwa mambo mengi chini ya uongozi wake kama mwenyekiti wetu kwenye Simba yetu. Lakini kuna mafanikio. Kwanza mmepata mafanikio. Sikilize bwana Kiboro. Jambo la kwanza chini ya Mangungu tumemvumilia. Tumefungwa na Yanga Africans mara 6, haijatokea katika uongozi. Yeye alisema kwamba atawafunga Yanga. Kawafunga lini? Chini ya yani katika Simba mbovu ambayo inaonewa na Yanga hata saa 12 asubuhi. Hii ya Mustafa Mangungu. Sasa nataka nimkumbushe mwenyekiti wetu Mustafa Mangungu. Sio Mustafa Mangungu. Tumemvumilia kwa mambo mengi sana. Tumekosa ubingwa miaka hii 4. Tumepigwa na Yanga anavyohitaji yeye. Mara 6. Yaani Yanga anavyohitaji yeye mara 6. Na alisema sitafika 10. Ila kwa hili Simba Sports Club kimataifa sio hii najua mimi. Tulikuwa na Simba mbovu ya Paul Marijobe, Wilfred Koblani, Babakar Sari imeenda robo finali. Simba hii ya asali na maziwa na tende na tali weko Kuwait
lakini ndio Simba mbovu katika michuano hii. Simba mbovu katika michuano hii ndio hii hapa. Yote yani uongozi mbovu wa Mustafa Mangungu. Aachie. Mwekiti ule tu. Kwa namna hii unayoona ya performance ya Simba, unaiona Simba ikifuzu robo finali kwa huu msalabani unaoendelea kwa viongozi wetu. Huyu mmoja anatamwezie afya akili. Huyu mwingine anamwezie wewe chizi. Huyu mwingine anamwezie wanaenda shababara. Mwingine anawaambia viongozi mapulupululu, si mapulupululu. Simba Sports Club robo finali ya 20. Robo finali msimu wa 20 na kama ile kundi tukifanya mchezo. Simba Sports Club ile kundi tunamaliza hatuna hata point. Kwamba kama uongozi huu unaovurugana ile kundi Simba Sports Club sioni kama tutashinda na mechi moja. Wadai wa bidai. Kwamba hapo umeshapiga calculation zako na calculator ngapi? Yaani Simba hii. Unaona kwamba Simba ndio hahitaji kakuleta milioni 10, hahitaji kakuleta 2. Ukiangalia tu kundi linavyoendea kama Kibondeu Stade Merini ametukana chuma 2 na penalty amekosa, manake chuma hizi 3. Sioni Simba Sports Club chini ya uongozi huu wa kuparaganya, wa kuitana mapururu, wa kuitana afya akili. Sioni Simba Sports Club kivuna hata point kwenye ile kundi kama uongozi hujakaa sawa. Sijaikatia tamaa sana kamera. Sijaikatia tamaa. Viongozi ndio wanafanya timu yetu washabiki tuikatie tamaa. Niulize kwa nini? Kwa nini? Kaeni chini. Kaeni chini waelewane. Magori anasemaje? Magori anasema kwamba wanakaa kwenye bodi. Huyu anafanya hivi, yule anafanya hivi, wanapishana. Uongozi huo unafikiri timu ni uongozi, sio wachezaji. Timu inaanza viongozi, inakuja kocha, inakuja timu wenyewe. Simba Sports Club kwenye shina la mti ambao ndio uongozi limeshavurugana, hawaeleweki wanafanya nini. Kuna wengine wanasema kwamba ili Simba iweze kufanya vizuri inahitaji viongozi vijana kama Engineer Hersi. Kipi bora? Mtafute vijana waiongoze timu au wao wa viongozi waende kwa Engineer Hersi na madaftari wakajifunze? Kwa jinsi uongozi wetu unavyoelekea, kwa jinsi uongozi wetu unaofanya upalanta pale kwenye bodi, kama kuna kweli kina uwezekano Engineer Hersi aje wafundishe uongozi wetu jinsi ya kuendesha klabu. Mimi nakwambia mimi sipendi kwamba Simba waje kama walivyokuja TP Mazembe. Mimi sipendi Young Africans. Mimi sipendi uongozi wote wa Young Africans. Lakini Young Africans ni timu ambayo ilikatiwa tamaa kabla ya mechi kucheza. Leo hii wana pointi ndio, wanahitaji mechi moja waende hatua robo finali. Na wanaipata jinsi yenye si kabla ile. Chini ya hakika wanaipata. Kwa sababu gani? Chini ya uongozi wa Engineer Hersi. Kwa kama uongozi wetu sio uende mpaka kwa engineer, ujifunze jinsi ya kuendesha klabu. Watu watakuwa waelewane. Na sisi tutaki wazee kama kina Mangungu, tunataka vijana sasa hivi. Mnataka vijana wenye nguvu. Hao ambao wanapiga kura kwenye hicho kikao chao. Hakikisha watuletea kiongozi kijana.